Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana ndugu mpenzi wasikilizaji wa vipindi vyetu. Leo tunakuja kufundisha jini ambaye anasababisha kuharibu ujauzito. Tunamfundisha jini, yani leo tunafundisha jini ambaye mara nyingi huharibu ujauzito. Jini huyu kila mtu anamtaja kwa jina lake, lakini ilivyo ni kama mwanadamu ambaye ana majina mengi. Mwingine anaweza akaitwa Musa, akaja akaitwa Abdallah Momo, mwingine akaja akaitwa Joni, baadaye akawa na jina lingine Moses. Basi alimuradi tu kila jina linakuwa mali yake. Kwa hiyo huyu jini ni jini mmoja mbaya sana. Ujini mara nyingi hutumika kuharibu ujauzito. Jini huyu amegawanyika sehemu mbili. Kuna jini huyu ambaye ameumbwa na Mungu mwenyewe. Huyo pia anakuwepo na tabia hizo. Lakini kuna jini ambaye anatengenezwa na washirikina, wachawi, naye anakuwa na tabia hizo. Yani anakuwa ni huyo kwamba kuna original na fake. Kwa mfano simu kuna original na fake yake. Kwa hiyo original ni yule ambaye ameumbwa na Mungu, na fake ni yule ambaye wametengenezwa na binadamu. Wanatengeneza alafu wanatuma kama kiumbe, yani wachawi wanafanya ushirikina. Lakini wakati mwingine wanatumia hao kuwatuma, kama wasimtengeneze basi watamtumia huyo kwa namna ambayo wao wanaweza, wanamtuma. Kwa hiyo huyu ni jini ambaye anaharibu sana ujauzito, hususan kwa kina mama. Wakipata ujauzito, basi yeye mara nyingi huingia katika ujauzito huo na huanza kusababisha matatizo, mimba ikachurupuka. Huyu jini jina lake mara nyingi wanamuita Karin. Huyu anaitwa jini Karin. Jini Karin huyu, hili ni jina lake mojawapo, lakini jina lingine wanamuita jini wa kizazi. Unaweza kumuita Karin au unamuita jini wa kizazi. Wengine wanamuita jini wa kishirikina au wa uchawi, au wanamuita jini wa sihiri. Unaweza kumuita hivyo. Lakini wengine wanamuita jini mpenda wanawake. Jini mpenda wanawake. Lakini wengine pia wanamuita kama jini ashki. Jini ashki huyu ni jini ambaye wengi wanamtumia. Wengine humuita jini mahaba. Wengine wanamuita jini mahaba. Kwa hiyo ana majina mengi. Unaweza kumuita mahaba ama jini mpenda wanawake, lakini jina lake halisi ni jini Karin. Sasa nijaribu kukuelewesha kwamba huyu anaharibuji ujauzito. Huyu jini Karin huaminika kwamba ni jini ambaye anamsindikiza mtu anapozaliwa. Wengine wanazaliwa naye. Kwa mfano msichana anazaliwa na ujini. Lakini wengine huku duniani anaweza kawa mwanamke anapenda sana kujilembaremba, manukato na nini. Huyu jini Karin ni jini wa kiume. Huyu ni mahaba ambaye anapenda sana wanawake warembo, wanawake ambao wanajipamba, wanawake ambao wazuri. Kama ambavyo wewe mwanadamu unampenda mwanamke mzuri, basi na yeye pia anapenda hivyo. Anampenda mwanamke mzuri, anampenda mwanamke ambaye ana manukato. Basi jini huyu, jini Karin huyu au jini mahaba wa kiume, huwa anapenda sana wanawake wa mtindo huo. Sasa hapa ndipo mwanzo
dada zetu wanapata tabu. Lakini pia yupo wa kutupiwa. Jini huyu anatengenezwa, anatupiwa, ama jini huyu anaitwa, anaagizwa, anapewa ujira wake ili akaribu ujauzito sehemu fulani. Ashki jini huyu anamuita. Sasa huyu tabia yake, anaingia katika mfuko wa kizazi, anakaa kwa pembeni pale. Maana yake sasa, wewe utakapofanya tendo la ndoa na mkeo, basi ujauzito ule unapoingia tu yanakuwa yupo pale. Maana yake anachokonyoa. Ndio maana unakuta ujauzito mwingi kuanzia miezi 2, 3, yeye ndo anakuja na vuruga. Na lengo lake la kuvuruga ni kwamba wewe usimfaidi yule mwanamke na usizae naye, kwa sababu yeye anampenda. Kwa upande wa wanawake anakuwa ni jini yule anakuwa wa kiume. Kwa hiyo yeye anampenda yule mwanamke, kwa hiyo hataki wewe uwe na mahusiano naye. Hataki wewe uwe mkewe. Kwa hiyo yeye ndo anakuwa anampenda yule mwanamke. Kwa hiyo anaharibu ule ujauzito, kwa maana hataki kudumisha pendo lenu. Na wakati mwingine ikitokea hii hali sana kwa mwanamke, basi utakuta mwanamume yule anakata tamaa, anamwacha yule mwanamke. Wewe malengo yake hapa ndo yanakuwa yamefanyaje? Yametimia, kwa sababu lengo lake yeye ni kuharibu tu mapenzi yenu. Yuko hivyo. Huyu ndio jini Qarin, ambaye tunamuita jina lingine, tunamuita jini Ashki jini. Sasa huyu jini wakati mwingine anamvaa usoni mwanamke. Ukirudi tu mwanamume utakuta tu maongezi sio mazuri pale nyumbani, mnafokeana, matatizo yanaanza, kelele, basi mnagombana tu pasipokuwa na sababu yoyote. Lakini ukiwa mbali mnawasiliana vizuri tu, mume wangu umeshinda salama na nini. Ndio jini huyu bwana, tabia zake. Kwa hiyo ana tabia za kishenzi, ana tabia za ajabu, na ni jini mgombanishi vile vile. Unaweza kuona mkeo basi wakati mwingine akawa anakununia tu pasipo sababu, unamuuliza na kujibu tofauti. Basi kama una elimu ya majini haya, basi unajua kabisa huyu ana jini Ashki au jini Qarin, ambaye jini mahaba. Huyu kazi zake nyingi ni kuharibu ndoa na kuharibu ujauzito. Sasa tunaangalia jinsi gani huyu tunaweza tukamtibu, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huyu jini akaondoka katika mwili wa binadamu. Sasa leo mimi nakufundisha namna ambayo utafanya wewe mwenyewe na utamtibu. Kama unaye mke wako ama nani utamtibu, basi biidhnillah, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah atapona tu, atakaa vizuri. Utafanyaje sasa ili kumtibu? Naomba unisikilize kwa makini. Utachukua masahafu yako nzuri kabisa. Utachukua masahafu yako, ama kama umehifadhi kichwani hakuna shida. Utachukua ndoo na maji, utaweka pale. Kisha utamchukua yule mgonjwa mhusika, utamwambia ageukie kibla, alafu yake utampigia azana sikioni mara 3. Kisha utamsomea sura zifuatazo. Utasoma sura al-Fatiha mara 7, alafu utasoma ayati al-Kursi 1, alafu katika sura al-Baqara mwisho kabisa utasoma aya ya 285 mpaka 286 mwisho katika sura al-Baqara. Alafu pia utasoma Ikhlas, Qul a'udhu birabbin nas, Qulullahu, Ikhlas, Qulullahu utasoma 3, na Qul a'udhu birabbil falaq utasoma mara 3, na Qul a'udhu birabbin nas utasoma mara 3.
Lakini pia utafungua Suratul Jinni, utasoma aya zote katika Suratul Jinni, utasoma aya zote katika Suratul Jinni. Alafu utasoma Suratul Safat. Suratul Safat, utasoma As-Safat sura ya kwanza mpaka ya 10. Utasoma haya hizo. Alafu utakuja katika Suratul Taha, utasoma aya ya 68 mpaka aya ya 70. Baada ya hapo utasoma Surat Yunus aya ya 81 mpaka aya ya 82. Utamsomea wakati umemshika kichwani, amegeukia kibla, na kama kutakuwa na udi ya mubani kwa ajili ya kuleta manukato, atatia nia zake na wewe utatia nia zako, utamfanyia kisomo hiki. Ndugu mpenzi msikilizaji, kisomo hiki kama utakuwa na uwezo na muda, utamfanyia ndani ya siku 7. Baada ya kufanya kisomo hiki utapulizia maji. Utapuliza maji mara 3, kisha soma kisomo hiki. Alafu yale maji atakunywa kikombe kimoja asubuhi, kikombe kimoja jioni. Hii ni sehemu ya kwanza ya tiba ya mtu ambaye ujauzito wake huharibika. Lakini zipo tiba karibu 5, 6 ama 10 juu ya jambo hili. Lakini leo mimi nimeona nikupe kwanza hii moja. Halafu siku nyingine tutaenda kusoma tiba hii ya jini mtu mharibu ujauzito katika tiba ya pili. Kikubwa ni kuombeana uhai na kuombeana wakati ili tuweze kufahamishana. Kwa hiyo ukishamaliza kusoma sura hizi ukapuliza katika yale maji, kisha atakunywa asubuhi na jioni kikombe kimoja kimoja. Lakini pia kama atapata wasa atachukua yale maji atakoga, lakini sio msarani, yani sio chooni, kwa maana atakoga ndani ya siku 7. Na wewe ukiweza kumsomea ndani ya siku 7 itakuwa ni bora zaidi. Kwa mfano unaweza ukamsomea leo ukampa anze kutumia, huku hizi sura ukawa unamsomea kila siku mpaka siku 7 zitakapofika. Nadhani tutakuwa tumeelewana vizuri hapo. Basi inshallah, ndugu mpenzi msikilizaji, karibu katika vipindi vyetu. Karibu sana. Kama una swali ama ushauri wowote, nambari yangu ya simu 0712 17 69 10. Narudia 0712 17 69 10. Kama una ushauri wowote ama una jambo lolote, basi tuwasiliane kwa namba hiyo 0712 17 69 10. Na hiyo pia upatikana WhatsApp. Mimi naitwa Ustaz Mengi. Inshallah, karibu sana katika vipindi vyangu. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.